Mimi ni Chionda wa Chionda, mwana wa Afrika. Mzee, mimi ninatoa historia za maisha ya wanadamu toka kale mpaka sasa, yani ancient world na modern world, the current times, muda wa sasa. Tunazungumzia alianza kutokea juzi mpaka miaka 6000 BC nyuma. Kwa hiyo leo tuna mambo machache tunataka kuzungumzia katika ulimwengu huu. Kutokana hii tunazungumza leo, napenda iwe kama current time na historia ndogo zilizokuwa duniani. Ila kwa sasa kuna mambo yanatatanisha walimwengu, hawaelewi nini kinachoendelea. Ulimwengu unataka majibu. Walimwengu wanataka kuelewa hii maana yake ni nini. Kwa hiyo leo nimekuja hapa kuja kutoa ufafanuzi wa mambo machache, lakini yatakuwa yatadumu milele katika vichwa vya wanadamu. Niko pamoja nanyi wana wa Afrika, watu weusi around the globe. Karibuni sana. Mimi kuna maswali nataka nikuulize senior. Ndio master, sure. Grand master mkuu. Asante. Tunaona kabisa kwenye huu ulimwengu tuna hofu ya vitu viwili. Hofu ya kwanza, watu wanafikiri wanapofanya maovu basi wanamkosea Mwenyezi Mungu. Wanapofanya mema wanampatia Mwenyezi Mungu. Ndio. Lakini pia wanapofanya mabaya basi wanakuwa karibu na shetani. Sasa nataka nikuulize, Mungu ni nani? Na Mungu ni nafasi gani inayoishi wapi? Na je, wewe ukiwa kama mmoja wa wakombozi wa fikra zako, maana sitaki kusema uko kwenye fikra zangu, unaamini Mwenyezi Mungu yupo? Na kama unaamini Mwenyezi Mungu yupo, anaishi wapi? Kwa sisi wa Afrika tunasema, wa Afrika imani yetu, Mungu ni moyoni kwako na hekalu lake Mungu ni mwili wako. Kwa hiyo Mungu, mimi ni Mungu katika mwili na katika fomu unayotembea. Nikikuona wewe ni unique wa kipekee kwa sababu wewe ni Mungu. Umeelewa? Ndio maana wao wakaja na neno kwamba Mungu hafanani na chochote. Mimi na wewe hatufanani. God is man. Umeelewa? Mungu ni mwanadamu mwenyewe. Ndio anatengeneza na analani. Unafikiri kwa nini walituletea maandiko ambayo mpaka leo tunafikiri kupitia wao na hatufikiri kupitia sisi? Jambo la kwanza, Waafrika walitengeneza mifumo hiyo kwa sababu wao ni wakuu, kwa sababu walisomwa na wakasomeka. Waliotusoma wakaona sisi hatuwezekani. Mbinu kubwa ni kutuletea kitu wanaita dini, na vitabu vyao vilivyolala kwenye miungu yao na mila na tamaduni zao. Kabla ya kuja kwa imani yoyote, kwa sababu imani zililetwa, waliamini mila na tamaduni zao ni kama mwongozo wa kwanza wa maisha yao. Ndio maana hata walipoomba mvua zilinyesha, kwa sababu waliamini tamaduni zao hazikuwa dhambi. Kwanza neno dhambi halikuwepo, na ukiniuliza neno dhambi ni uongo mtupu. Kwa hiyo waliamini mila na tamaduni zao na vile walivyovifanya vilifanyika ama kuwa matambiko ya haki za maisha yao. Ndio maana waliomba mvua kwenye jua. Waliomba jua lisimame katikati ya mchana na lilisimama. Hakukuwa na dhambi, wala neno dhambi sisi hatulijui. Kwa hiyo mababu zetu waliamini ile ndiyo yalikuwa matambiko halisi ya maisha yao. Ndio. Hii ni halali kabisa Mwafrika kutumia akili zake kuthink. Yes. Yaani kufikiria mwenyewe. Ni halali, lakini watu hawataki tufikirie wenyewe. Watu wataka tufikirie hapa. Kwa sababu walikuja watu wanaitwa missionary. Missionary walipokuja Afrika sio kama walikuwa missionary. Maana wa Afrika wengi wajui maana missionary ni nini. Unajua missionary ni watu watangaza neno la Mungu. Missionary yani mission impossible, mission possible, mission complete. Complete mission. Complete mission. Kwa hiyo wao walipofanya complete mission wakarudi kupeleka kule ripoti kwa kina Queen Victoria, na falme wa Ufaransa pamoja na Burgundy. Wao wakapokea wakaambia, sasa hawa nguvu zao tunazijua ni spirituality. Hao wanaabudu katika miungu yao wenyewe.